Rafiki ujambo? Leo tunasoma nasema marafiki bora. Marafiki bora. Bila shaka mtoto mzuri una rafiki yako huko shuleni na nyumbani. Hata Lusajo una rafiki Anaitwa nani rafiki yako? Adrian and Michael. Michael Prosper and Adrian Dikwiki. Sawa. Basi hebu tuombe kabla akijasoma somo letu hili la marafiki bora. Unaweza kutuletea ombi Lusajo? God, thank you for your care. From Mama to lesson, be with us. Bless Mommy. He comes from God of Calvary. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Marafiki bora. Fungu letu la Qur'ani nasemaje? Jonathan alimpenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Samueli wa kwanza 18 mstari wa 16. Mstari wa 3. Kwa hivi waliokuwa marafiki bora ni Samueli ni Jonathan na nani? Daudi na Jonathan. Yule Daudi tuliyejifunza alikuwa anachunga kondoo. Sasa amekuwa rafiki wa Jonathan. Na Jonathan babake alikuwa anaitwa nani? Mfalme Sauli. Kwa hiyo Mfalme Sauli akamwalika Daudi aende wapi? Kwenye jumba la kifalme. Akamwambia unifanyie kazi huku. Kwa hiyo Daudi akahamia kwa jumba la kifalme amfanyie kazi. Ndipo alipokutana na Jonathan na wakawa marafiki wazuri kweli kweli. Mara waende kuendesha farasi, mara wakarushe mishale. Wakawa marafiki wazuri sana. Na watu wengine wale wa Israeli wakawa wanamsifia pia Daudi. Wanamwimbia nyimbo nzuri. Mpaka Mfalme Sauli akafanyaje? Akakasirika. Anataka afanye nini? Sababu alimuonea hivyo akasema, huyu anamwimbia nyimbo hizo anataka awe mfalme na mimi nitamuua. Daudi akagundua kwamba Sauli anataka kufanya nini? Akamwambiaje Jonathan? Akasema babako anataka kufanyaje? Kuniua. Nipendi. Babako anataka kuniua. Jonathan akasema, inawezekana kweli? Babako anataka kuniua. Akamwambia sikiliza. Hivi karibuni kutakuwa na nini? Kuna sikukuu. Daudi alisema hivyo. Kuna sikukuu na mimi napaswa kukaa kwenye sikukuu, lakini mimi sitakuwepo. Nitakwenda wapi? Kusalimia ndugu zangu. Daudi alisema na kwenda kusalimia ndugu zangu. Ndio, kwa hiyo kitu chake kitakuwa nini? Kitakuwa wazi. Akamwambia sasa, babako akikuuliza tu, Daudi uko wapi? Ukimwambia nimeenda kusalimia ndugu zangu afu akaona ukiona amekasirika, ujue babangu anataka kukua. Ujue babako anataka kunioa. Kwa hiyo Jonathan akamwambia sasa ngoja tufanye kamtego. Tujue kama kweli babangu anataka kukua au vipi. Wewe nenda kajifiche kwenye kichuguu. Siku ya sherehe hiyo, wewe kajifiche kwenye kichuguu. Mimi nitakuwa narusha mshale. Alafu namwambia kijana wangu, kachukue mkakote mishale kwa kule. Nikimwambia tu hivyo, ujue kweli babangu anataka kufanya nini? Kukuua. Kwa hiyo ukimbie. Kwa hiyo kweli siku ya sherehe ikafika. Mfalme na watu wake wengi wamekaa kwenye viti, lakini kiti cha Daudi kilikuwa wazi. Hakina mtu. Mfalme Sauli akamuuliza Jonathan, Daudi yuko wapi? Akamwambiaje? Ameenda kuwasalimia ndugu zake. Mfalme akasema, wewe, kwani nani ambaye ajui kwamba wewe unamtetea Daudi? Mimi hawezi kuwa mfalme Daudi. Yaani mimi naishi mimi. Hawezi kuwa mfalme. Na kamlete Daudi hapa. Nataka kufanya nini? Kumuua. Nataka kumuua. Kwa hiyo Jonathan akagundua kwamba kweli kumbe babangu anataka kumuua Daudi. Daudi kajificha kule kwenye kichuguu kama alivyopanga. Akaenda, amechukua mishale na kijana kumbebea mishale, akawa anarusha mishale. Daudi kajificha, anarusha mishale. Anamwambia yule kijana, kimbia, kafuate mishale kule mbele, kimbia sana.
kimbia, mishale iko mbele yako. Daudi akaelewa, akasema aha, ule mtego tumeshaujua. Baba yako Jonathan anataka kuniua. Basi yule kijana ameenda kuokota mishale. Jonathan na Daudi wakakutana. Akamwambia, unaona Jonathan, nilikwambia babako anataka kuniua. Jonathan akasema, kweli. Sasa inabidi ufanye nini? Ukimbie. Ukajifiche. Wakaachana Jonathan na Daudi. Akasema, jamani Daudi, inawezekana tusionane hivi karibuni, lakini tutaendelea kuwa marafiki. Kwa hiyo somo letu tunajifunza kwamba marafiki wanafanyiana mambo mazuri. Kule shuleni rafiki yako unamfanyia nini? We play together. You play together. Marafiki wanacheza pamoja, marafiki wanagawana vitu, marafiki wanacheza pamoja, marafiki wanafanyiana mambo mazuri. Jonathan alikuwa mtoto wa mfalme Sauli, lakini hakutamani cheo cha ufalme. Akasema, Daudi rafiki yangu amepewa kuwa mfalme, simwonee wivu. Japo baba yake alikuwa akimwonea wivu, anataka kumuua, Jonathan hakuwa tayari Daudi adhurike. Ndivyo ambavyo na sisi tunapaswa kuwafanyia marafiki, tuwafanyie mambo mazuri nyakati zote. Mtoto mzuri ubarikiwe na Mungu akutunze mpaka wakati ujao. Hebu na tuombe. Asante Mungu wetu kwa somo zuri, tusaidie, tuwapende na kuwathamini rafiki zetu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen.